wacha nikupeleke katika kaunti ya Kilifi ambapo mwanahabari mwenza Francis Mtalaki anafuatilia mzozo wa ardhi kati ya mabwenyenye na wananchi, ardhi ambayo inatajwa kuwa ya serikali lakini sasa kila mtu anaingangania kupata kipande. Swala la ardhi sugu kabisa. Mtalaki, za asubuhi, hebu tueleze kunani, manake katika ukanda wa pwani tumeshuhudia sana mizozo ya ardhi, safari hii kuna nini? Naam, asante sana. Ni kwamba leo basi tuko mashinani kwenyewe katika maeneo haya ya Mtwapa katika kaunti hii ya Kilifi, na kukujuza tu kuhusiana na utata huu wa ardhi ambao upo hapa. Ni kwamba ni kipande cha ekari 120 ambazo zinazozaniwa kati ya mabwenyenye ambao kulingana na wakazi wa eneo hili wanasema wamekuwa wakiishi hapa kwa muda mrefu, na pia historia kwa njia moja au nyingine na inasema kwamba huenda pia serikali iliweza kukaa katika maeneo haya, na hivyo basi ni utata ambao unahusisha pande tatu. Kuna wale ambao ni wakazi wa eneo hili la Mtwapa, na pia mabwenyenye ambao nikiweza kukuonyesha upande wangu wa kulia hapa, iwapo mpiga picha wetu Boniface Kioko anaweza kukuonyesha tu kwa sasa upo mjengo ambao unaendelea hapa, na haya ni baadhi ya mawe ambayo matofali ambayo hutumika kuweza kujenga katika kaunti hii ya Kilifi, na pia ndani kuna bidhaa kama vile mahindi ambayo mkulima katika kaunti hii ya Kilifi katika eneo hili la Mtwapa anaendeleza kilimo hapa, na hivyo basi kuzua swala tete, yani nani mmiliki halisi, kutokana na kwamba yupo bwana pia anataka kuendeleza mjengo, alafu pia wakazi ambao wameendelea kuishi katika eneo hili pia wanasema kwamba ni lazima na ni sharti basi waendelee kuishi katika eneo hili. Lakini pia kaka Lofty, nipo na wakazi wenyewe hapa, nipo na mama, atakwenda kujitambulisha alafu tueleze majina yako na utata huu nyinyi mnaofahamu kutokana na nini na mtafanya nini? Kwa majina yangu kamili naitwa Mariam Ali. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Mimi kufungua macho kuinukia hapa ni maskani tulikuwa tunaishi miaka yote. Mimi sasa kwa umri nimefika sasa na miaka karibu 40. Hapa hata na watoto nimewazalia hapa. Ukiona hayo yote ni mimea tumepanda. Jambo la ajabu, hayo ni mahindi yangu hayo na mikunde. Jambo la ajabu niliona tu juzi wakimwaga mawe, masimiti, kila kitu, wanaendelea na ujenzi. Sasa ninashindwa mimi naelekea wapi? Kuna maskari wanakuja wakisimamia watu hapa. Sisi tumesimama tu tunaangalia. Tuna makaburi yetu yako pale nyuma pale kwenye watu pale. Hiyo ndio makaburi wa babu zetu, wanyanya na wajamaa zetu. Hapa ni kwetu. Sasa tunauliza serikali, sisi tutaenda wapi kama mabwenyenye wanafanya jambo kama hili bila kutuhusisha? Tunapelekwa mbio, mara vijana wetu wameshikwa wanapelekwa ndani bila hatua. Hatujui la kufanya. Sasa sisi tunaomba serikali kutusaidia. Asante sana. Wacha basi nipate mwingine. Labda wewe na kuona stakabadhi mnazo, ama pia nyinyi mnasema kwamba mnahitaji ardhi na labda stakabadhi hamna? Kusema kweli, jina langu naitwa Fuad Said. Mimi ni kama coordinator katika shamba hii, na mimi ndio nimefuatiliza chini kwa chini hizi document, na tukajua wao wote hawana document halali, kwa sababu hii shamba ni agriculture, na walipofanya research walipoondoka waliacha. Wazee wetu walikuwa hapa wakilima na wakaanza maisha, baadaye polisi wakaanza reinforcement ya kutoa wazee wetu katika shamba hii na kuifanya subdivision, kugawanyia matajiri. Mpaka hivi sasa matajiri wanatoshonyonge, mpaka wale vijana wetu ambao kwa shamba wanakamatwa, wanapelekwa kotini, wanaambiwa kesi za mauaji. Hawaandiki kesi ya shamba lakini ya mauaji, ili kupata kuwasoza wale vijana wetu. Kwa hivyo hii shamba tunaomba, madamu imetoka kwa serikali, tunataka sisi tupewe wananchi hapa karibu. Si mtu kutoka kule mbali amekuja amechukua hii shamba na sisi tuko kando kama maskota bado. Tunaomba sana serikali itufikirie na wasipewe nafasi ya kujenga, manake hatutakubali kamwe kunyanyaswa tena katika shamba hii. Asante sana. Labda Lofty, tuko na mwakilishi wa wadi wa eneo la Shimo la Tewa na wakilisha eneo hili. Wewe kama kiongozi umeyaona hizi tofauti na mgogoro ambao unachipuka kwa sasa, na swala la ardhi katika pwani ya Kenya si geni. Sasa hii suluhu itatoka wapi? Asante sana. Kwanza ningependa kuwashukuru wananchi wangu kwa kusimama na uongozi wangu na kusimama kidete ya kwamba ardhi zetu hazitanyakuliwa na mabwenyenye, na hatutarudi nyuma, kwa sababu ni juzi tu mabwenyenye walipoanza kumwaga mawe na askari wakatumika vibaya ya kwamba ardhi hii ni ya bwenyenye. Na ukiangalia katika hizi stakabadhi ambazo tuko nazo, mwaka 2010 kulitoka gazettement notice ya kwamba ardhi hii hakuna mtu mwenye hati miliki ya hii ardhi. Na ukiangalia hapa ndani kuna kaburi nyingi sana.
na watu wamefanya miradi yao mingi sana. Lakini jambo ambalo linatushangaza, juzi Bwenyenye amejitokeza, amemwaga mawe, ameanza kuweka ukuta, na tulifuata sheria. Kutokea juzi mpaka leo asubuhi tukapokea simu kutoka kwa kituo cha maafisa wa usalama ya kwamba ardhi hii ni ya Bwenyenye. Nikawaambia ikiwa ardhi hii ni ya Bwenyenye, wao pia wajue ardhi hii ni ya mwananchi, kwa sababu sheria iko wazi. Mtu akikaa mahali zaidi ya miaka 15, katiba inamruhusu kwamba mahali hapo ni kwake. Na hapo ukiangalia mamangu aliyezungumza, wamekaa hapa zaidi ya miaka 40, hata wengine walikuwa hatujazaliwa. Suluhu mtakwenda kufanya nini kama kiongozi? Suluhu ni kwamba wananchi kwanza hawatatoka katika hii ardhi. Ndio. Na pili, hakuna Bwenyenye atakayejenga ukuta katika hii ardhi usiku wala mchana, kwa sababu tutaweka wananchi ya kwamba tutajilinda wenyewe, na vile Mheshimiwa Rais alivyozungumza ya kwamba tutakayempata akienda kinyume na katiba yetu, huyo tutampeleka police station. Kwa hivyo Bwenyenye anadai ya kwamba ardhi hii ni yake, tutapelekana naye police station. Askari atakayetumika na Bwenyenye kuja kunyanyasa haki ya mtu wa Shimo la Tewa, pia naye tutaandamana naye tumpeleke police station. Tutambeba wenyewe, kwa sababu tunataka haki yetu ionekane kama watu wa Shimo la Tewa. Labda pia niweze kupata baadhi ya wananchi, wewe una yapi kuhusiana na mzozo huu, na labda imeweza kuathiri vipi katika maisha yenu ya kawaida? Asante sana ndugu yangu. Mimi nikiwa kama chairman wa zoezi hili ama kwa shamba hili, nimechunguza kwa kina katika shamba hili na nikaliona kabisa kwamba shamba hili ni Crown Land. Pia vile vile tumefanya uchunguzi kutoka Land Commission ya Mombasa, na vile vile nikaona kabisa kwamba hili shamba ni la serikali. Ndio maana kwamba na tena vile vile kuna wananchi ambao wamewahi kuishi katika shamba hili. Wameishi kwa muda mrefu, tuna makaburi yetu ambao tukiishi mahali hapa. Lakini kama alivyosema MCA wetu kwamba police base ya Mtwapa inatumika vibaya. Ni kwamba wanakuja site hii na kutunyanyasa, kutupiga, kushika vijana wetu na kuwaweka ndani na kuandika trespass na vinginevyo vile. Lakini tunao hakika kabisa, nikiwa kama chairman wa zoezi hili, ni kwamba tumeangalia vizuri kabisa kwamba titles zote ambazo ziko hapa ziko revoked. Hakuna mwenye title hata mmoja. Hivyo sisi wananchi wa Kenya ama wananchi wa Mtwapa wa eneo hili tuna haki ya kumiliki shamba hii. Asante. Labda unahisi hao Mabwenyenye ambao unawalaumu kwamba wao ndio labda wanataka kunyakua kipande hichi, nia yao hususan ni nini? Nia yao hawa si hasa kujenga na kukaa, wanajaribu kuzishika ardhi hizi na kuweka makuta ili wauze na wapate mabilioni ya pesa. Naam, asante sana. Naam, kaka Lofty, ndio semi kutoka kwa baadhi ya wananchi hawa wameweza kuandaa maandamano kutoka eneo hili la Mtwapa, wakisema kwamba kamwe hawataondoka katika eneo hili, na ikiarifiwa kwamba ardhi hii hapo awali iliweza kumilikiwa na serikali kupitia Wizara ya Kilimo, ambapo kilimo kilikuwa kinaendelea katika maeneo haya, lakini jinsi walivyosema wenyewe kwamba serikali ilipoondoka wao wakaingia ndani, na hapa sasa wanasema ndio kwao na ndio wamejua kama nyumbani. Hivyo sasa jukumu sasa ni kwa serikali na wale washikadau ambao wanahusika kuhusiana na masuala ya ardhi kama tume ya ardhi kuja kuangalia ni nini na utata huu kabla haujaweza kuwa moto zaidi, kulingana na kwamba wao wanasema kama hawataondoka. Na pia tukiangalia katika upande mwingine, wao Mabwenyenye ambao wanataka kuingia katika eneo hili wameanza kujenga katika baadhi ya maeneo ambayo wao wanafanya kilimo, wao wamekuwa wakiishi, na kuna baadhi ya nyumba sawa na kaburi ambazo tumeweza kuzishuhudia ambapo zipo katika nyuma yetu hapa. Kaka Lofty. Na Mtalaki, swala la ardhi pwani ni sawia na kiazi moto ambacho najaribu kukimeza bila ukwaju, na pengine sijui kama umejaribu kutafuta sauti ya Mabwenyenye wanaotajwa ni akina nani, wanasemaje? Bado sasa hawa Mabwenyenye wapo kimya, tukiwatafuta bado hawawezi kuzungumza nasi, na katika ile hali ya kujaribu kutukwepa labda kwa sasa wataweza kuongea nasi, manake wameweza kusikia upande wa wakazi katika eneo hili, na jukumu sasa ni kuweza kuona ni vipi basi tunaweza kuwapata wale Mabwenyenye, lakini kubeleka katika juhudi zetu za kuweza kuwatafuta hadi sasa hawajaweza kuzungumza nasi ili tuweze kujua kama iwapo wapo na hati miliki, manake kulingana na hawa
hawa wanasema hapa ndio kwao na hawafahamu ni vipi basi wale mabwenyenye wameweza kufika katika eneo hili na kuweza kusema kwamba vipande hivi vya ardhi vilizoko zaidi ya ekari 120 zilizoko hapa ambazo sasa ndizo ziko chini ya utata, na tunaarifiwa kwamba wamekuwa wakija hapa na jinsi walivyoweza kusema kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wamekuwa hapa, lakini kulingana na wakazi wanasema kwamba pengine kwa njia moja au nyingine maafisa wa polisi wamekuwa wakiwapiga pambaja wale mabwenyenye.